usije kudanganywa na mtu kwamba eti kwamba jamani, poleni jamani, tumepata bahati mbaya. Ndugu yetu kaanguka na ndege kafa. Haitokei kama ajali. Imepangwa. Siku moja, nafikiri Captain Kamuri yuko hapa. Siku moja tulikuwa tunatoka Dodoma, nafikiri tunaruka na helikopta. Ilikuwa lazima tuwe Dar es Salaam, lakini tulipoondoka tu hivi tukaona kule nyuma mvua inakuja kubwa sana. Tukasema tuongeze speed, tuikimbie mvua itufuate nyuma, lakini tunasonga mbele. Tukakimbia huyo. Siku ya ubaya imepangwa kwamba huyu tunapanga huyu akaangukie Mabwepande. Yaani vitu vinakuwa vimepangwa. Wewe usiwazi kwamba nimepata bahati mbaya, mume wangu kaniacha. Ule ugomvi, wewe ugomvi ule unavunja ndoa ule. Kiugomvi chenu kile kidogo tu eti kwamba wewe badala ya kubonyeza dawa ya mswaki nyuma umebonyeza katikati. Eti inavunja ndoa hiyo. Eti kwamba una utaratibu dawa ya mswaki huwa mnabonyeza nyuma, mnakuja nayo hivi, wewe umebonyeza katikati. Alafu anauliza, hivi dawa ya mswaki hii nani kaibonyeza katikati? Na wewe ukamjibu mmeo, hivi mme wangu, mambo ya kubonyeza mswaki katikati au nyuma si cha muhimu, dawa itoke. Unanijibu hivyo, beba vitu vyako ondoke. Hicho hakiwezi kuvunja ndoa. Kulikuwa na mchoro umecholwa. Sasa mchoro unatakiwa utimie siku hiyo. Ile siku ya kutimia mchoro ndio inaitwa siku ya uovu. Hebu sema siku ya uovu. Ndio siku ambayo mchoro unatimia zanka. Fujo kidogo tu, bwana unani mabasha, usimabasha, usinizingue. Kichwa, ndoa inaisha. Sasa siku hiyo tuna cruise wale, tunashangaa, mvua inaanza kutukaribia nyuma. Ongeza speed. Tukaongeza speed. Bahati nzuri siku hiyo nilikuwa na marubani wawili, tukaongeza speed. Mvua imekuja kulia. Yaani kulia ipo. Mvua gani hii? Kimbia, endelea kushoto, kushoto ipo. Kwa hiyo mvua ikatengeneza kama alama ya U. Iko hivi, kulia ipo, kushoto ipo, nyuma ipo. Alafu tukaendelea na juu ipo. Tukaanza kusafiri kama kwenye ka cube, kama mlija wa karamu. Lakini twende, mimi nikajua hapa kuna siku ya uovu. Cha kufanya hapa sio kusema kwamba nakataa. Kuna michoro ilishachorwa kabla mimi sijajua, na utimilifu wake ni leo. Nianze na mchoro kabla wajenzi hawajaanza kudefine quorum. Unanielewa Kuna mtu yuko hapa, liko jengo linakusubiri Posta au Kariakoo. Asubuhi tu ukifika wewe linadondoka pwa. Yaani mimi nimetoka Mbezi Beach kwenda kugongwa na bajaji Mwananyamala. Aisee, hapana. Unagongwa hata Lindi. Umetokea Dar es Salaam mahali ambapo magari ni kama maji, unakwenda Lindi mahali ambapo gari moja inapita baada ya masaa 8 linakufagia. Kwa nini? Kwa sababu siku ya uovu imepangiwa Lindi. Nafuta siku iliyopangwa na saa iliyopangwa kwa jina la Yesu. Sasa tulipokwenda kidogo, huku imeziba na huku imeziba. Tukasema tupite Ngerengere, tupite pembeni mwa Ngerengere, tuzungukie Chalinze. Kumbuka tunatoka Dodoma, tuzungukie Chalinze, tuje tutokee Bagamoyo, tuje hivi. Mvua inasisi. Kufika pale tumekaribia Chalinze, tupite hivi kuja Wami, tutokee Bagamoyo. Kufika Bagamoyo imefunga kote, mbele na nyuma. Mbele imefunga giza. Lakini mimi nilikuwa nimekaa nyuma, nikaanza rekapase tetete. Nikagundua si jambo la kawaida. Kuna mambo si ya kibinadamu, usiyatendee kibinadamu. Kuna mambo ya kikawaida, yatendee kawaida. Mambo ambayo si ya kawaida, na wewe ingia kwenye ulimwengu ambao si wa kawaida. Nikupe mfano. Ukitaka kushindana na mtu, soma anashindania kwenye frequency gani. Si kama umenielewa. Unapotaka kupambana na mtu, yasome mawimbi anayotumia. Alafu na wewe kuja kwenye mawimbi hayo. Kwa mfano, sikiliza vizuri. Huyu ni Goliath. Ni nani? Goliath. Amewachakaza wana wa Israeli wote mpaka wakaretreat.
Sasa Daudi amekwenda vitani kule kuwapelekea ndugu zake chakula. Daudi alikuwa hajaenda kupigana, by the way. Amekwenda kuwapelekea ndugu zake chakula. Vita ya wakati ule walisema tupigane vita kati ya Israeli na Wafilisti, lakini mfumo wa vita uwe hivi: toeni mmoja na sisi tutoe mmoja. Atakayepigwa shujaa apigwe kwa niaba ya taifa lake. Yaani kama mimi tuseme tupigane mimi na Kenya, Tanzania na Kenya, lakini Tanzania tutoe shujaa mmoja, alafu na Kenya watoe shujaa mmoja, wakutane na manga zinyukane. Atakayenyukwa ananyukwa kwa niaba ya taifa lake. Sasa tayari Wafilisti wameshatoa bouncer, milaba minne, jitu linaitwa Goliati wa Gati. Mavazi yake tulikivua ni kilo 50, mavazi yake. Jitu refu limepanda, linasema sasa Israeli chagueni mtu wa kwenu. Waisraeli wanaangalia, nenda wewe naumwa, nenda wewe nina homa, nenda wewe nina mafua, nenda wewe jamani, linasema jamaa inasema nawapa siku 40. Nitawatukana kwa matusi siku 40. Biblia inasema kwa siku 40 mchana wanaoga matusi, jioni wanaoga matusi. Ndiyo maana ya hilo neno lilitokea za mwizi 40. Litokea pale. Linaanza asubuhi, wajinga, wapuuzi, toeni mtu basi, mbona mnachelewa? Baada ya siku 40 na take over. Limetukana. Ikatokea sasa Daudi ameambiwa na baba yake, wapelekee ndugu zako chakula. We si mpiganaji, we ni mchungaji tu wa kondoo, wapelekee chakula. Akabeba bakuli yake akapeleka chakula. Alipofikisha kaka Eliabu, nimewaletea chakula. Alipokuwa anawapa chakula, ikawa ile zamu ya lile jitu kupiga kutukana imefika. Likasimama pale, hey! Likasema, wapuuzi wakubwa nyie, waone leo ni siku ya 40. Linawatukana. Linasema na Sauli sio mtumishi wa Mungu. Nyinyi kwanza si watumishi wa Yehova, ni watumishi wa Sauli. Waone. Watu wote wametulia hivi, msiongee. Linaongea, msiongee. Daudi akafika pale, haikuwa zamu yake kupigana, akalisikia. Daudi akauliza, ni nani huyu anayeyatukana majeshi ya Bwana? Mwambie wenzako, majeshi ya Bwana hayatukanwi. Unafanya kosa. Mimi huwa nawaambia hivi, mtu akinitukana, hata kabla sijamuona ameshajimaliza. Ni swala la wakati tu. Hata kama sijamuona ameshajimaliza. Waulize hapa mjini. Hata kama sijakuona, kwa sababu nina mission ya Mungu. Daudi akauliza, ni nani huyu anayeyatukana majeshi ya Bwana? Mimi sijaja kupigana, wala si askari, wala si mmoja wa wanajeshi, lakini nauliza, ni nani huyu anayeyatukana majeshi ya Bwana? Mimi sina utaalamu wa kivita kama kaka Eliabu au kaka Elishama. Mimi sina buti za kivita, sina bunduki, sina AK-47, wala nakimbia na mkimbiza mpaka muue. Lakini sikio Simba na Dubu wameacha vita yao kwa wao. Tuungane, twende na yule. Kumbe kwenye maisha iko siku ambayo Simba na Dubu wanaachana na tofauti zao, wanaungana kwa ajili yako. Kumbe kuna siku ambayo inaitwa siku ya uovu. Siku gani? Ya uovu, ambayo Simba na Dubu wanaachana ugomvi wao, wanaungana ndoa hii mpaka ife. Wanaungana huyu mpaka apate ajali. Nasema pamoja na kwamba wameungana, Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Akaanza kuongea kijana na nilipojaribu Simba mwenyewe ndiye alifanya makosa sana. Nilipojaribu kumnyang'anya mwana kondoo akanirukia. Aliponirukia nikampiga, nikamuua. Kakasema sasa, anamwambia Sauli, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa kamemtukana. Mfilisti wa namna gani? Asiyetahiriwa, yani hana tohala huyu, ana govi. Huyu Mfilisti asiyetahiriwa nitamtenda sawasawa na nilivyowatenda Simba na Dubu. Mfalme akasema, mkononi hakatoshi, ila maneno kanayozungumza
Mfalme akasema, basi mwanangu, pamoja na maneno yako mazito, lakini huna silaha za kupigania. Wacha nikupe upanga wangu, nikupe mavazi yangu. Akafungua upanga wake Sauli, akampa Daudi, na mavazi yake akampa Daudi. Kumbuka mavazi ya Sauli. Sauli alikuwa ni mtu mwenye tumbo kubwa. Mkanda tu wa Sauli unamzunguka Daudi mara 3. Mavazi yake mazito. Daudi alipoyavaa kujaribu kutembea, akadondoka chini. Mavazi tu yanamdondosha chini. Daudi akasema, mimi kwenye vita yangu sijazoea mavazi kama haya. Nina mavazi ya Akasema mimi sijazoea mavazi kama haya. Mimi natosha tu kuwa na fimbo pamoja na mawe 5, lakini mavazi kama haya mimi sijayazoea. Nina mavazi mengine. Mavazi haya chukua mwenyewe. Sisi tuna namna yetu ya vita, tuna silaha zetu za vita. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Kaa kidogo. Sauli akasema, mwanangu, basi hebu ingia kwenye modality zako. Kijana kavua mavazi yake, amejifunga msuli tu kiunoni, ana kombeo pamoja. Akamwambia, hebu nipelekeni mtoni. Ndio kuna kama mtu pale kaenda kuokota mawe 5. Hebu sema mawe mangapi? Biblia inasema Daudi akaenda kuokota mawe 5. Sio 6, 5. Sio 4, 5. Kwa nini? Sauli, wapiganaji wote wa vita zamani, alikuwa anapigana vita yeye, alafu alikuwa na wabeba silaha. Hebu sema wabeba silaha. Kumbuka zamani ilikuwa sio kama leo. Hakukuwa na bunduki. Kwa hiyo mpiganaji anapokuwa anakwenda kupigana, anakuwa na wabeba silaha wake. Nikuonyeshe mfano wa wabeba silaha. Anakuwa na wabeba silaha. Hebu sogea hapa. Anakuwa na wabeba silaha. Mbeba silaha mmoja mkono wake wa kulia, sogea hapa, amemani. Mbeba silaha mwingine mkono wa kushoto huku, sogea na ndugu yangu. Mbeba silaha mwingine mkono wa hapo nyuma. Anakuwa na mbeba silaha na mwingine wa 4 ambaye yuko pale mbele. Mbeba silaha anakuwa yuko hapa kwa mbele hapa. Kwa hiyo amekaa hapa. Kwa hiyo anapokuwa anapigana, pigana anaona anasema naomba jembe. Anapewa jembe, anapigana, anasema naomba mkuki. Pigana, anasema naomba shoka. Pigana. Wale kazi yao sio kupigana, ni kubeba silaha tu. Muulize mwenzako, unao wabeba silaha? Unao? Lazima uwe na watu wa kubeba makombora kwenye maisha. Na unaweza kushindwa vita sio kwa sababu wewe sio mpiganaji. Wabeba silaha sio wepesi, wazito. Wewe unasema leta mkuki, unapewa kisu. Unasema lete shoka, anakupa wembe. Unasema lete fumo, anakupa kofia. Mimi naamuru leo wewe ni mbeba silaha wa ajabu wa ufalme wa Bwana kwa jina la Yesu. Sasa Daudi alikuwa anajua vita. Akasema hivi, naenda kuokota mawe mangapi? 5. Unaona hawa watu wako wangapi hapa? 1, 2, 3, 4, 5. Daudi anajua kwamba kila mmoja jiwe moja. Yaani wale 5 wale sihitaji mawe 6. Yaani kila mmoja jiwe moja. Simkosi. Daudi anasema simkosi. Naanza na mkubwa wao, nafuata mbeba silaha wa 2, mbeba silaha wa 3, mbeba silaha wa 4, mbeba silaha wa 5 na mwingine, na maliza biashara. Mawe 5 nataka 5. Vita yangu sio ya kubahatisha. Vita yangu ni ya uhakika kabisa. Ninaamuru kuanzia leo Mungu akuingize kwenye vita ya uhakika, ya kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu. That is how accurate is our God. That is how accurate is our master, the architect of the earth and the universe. Akachukua mawe yake. Mnaweza kukaa. Alipokuwa anakwenda, Biblia inasema na kuonyesha kwamba lengo langu ni kuonyesha kwamba ukiona pigana na mtu muangalie frequency yake.
Hebu sema frequency. Rudia tena. Yaani mtu anapokuchambulia yuko kwenye level gani, halafu wewe pigana naye kwenye level husika. Unaweza kuwa mpiganaji mzuri lakini umekosea frequency. Ukitaka kushika praise power lazima ushike mawimbi ya praise power. Huwezi kutegemea praise power usikie praise power halafu umeweka mawimbi ya Wapo Radio. Frequency, hebu sema frequency. Lazima unoti mtu anayeshindana na wewe yuko rohoni au mwilini. Kama yuko mwilini na wewe hamia mwilini. Kama yuko rohoni hamia rohoni. Wewe usimuone mwenzako anapigana mwili wewe ukasema nakufyeka kwa jina la Yesu. Mfuate. Ule Ukristo wa kuambia ukipigwa huku ugeuze upigwe na huku, sio hapa ufufuo. Sio hapa. Ule Ukristo wa kuambiwa mtu akikunyang'anya joho mwachie na kanzu, sio hapa. Ule Ukristo wa kusema akikulazimisha kwenda na wewe maili 1 nenda na yeye 2, sio hapa. Sisi ni kanisa la wakati wa mwisho. Sisi ni bunduki mikononi mwa Mungu. Sisi tumeitwa na Bwana kuidhihirisha ukuu wa Mungu katika uso wa dunia, na hatuna mchezo kwenye mambo ya awali. Amen. Kaa kidogo. Cha muhimu ujue nini? Frequency. Kama ni mtu wa rohoni, njoo naye kiroho. Kama ni mtu wa mwilini, njoo naye kimwili. Yani soma frequency. Sasa Daudi akatokea. Biblia inasema lile Goliati lipomwona Daudi, Biblia inasema Goliati likamlaani Daudi kwa miungu yake. Hebu sema Goliati akamlaani Daudi kwa miungu yake. Yaani likasema, miungu yangu, likamlaani Daudi kwa kutumia miungu. Daudi akagundua hii vita ni ya miungu. Na kama ni siku yako ya kwanza katika kituo hiki, na kuomba uweze kuchukua sekunde zako 2 uweze kugusa alama ya subscription ili tuweze kujiinua kama kituo hiki cha habari. Kwa hizi habari ambazo zimetufikia sasa hivi